majina naitwa Sylvester Munyoki. Na ndio salimia watu. Pigieni makofi. Haleluya. Ni siku njema ambayo Mungu ametupatia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua Mungu ana mpango mwema siku ya leo. Najua Mungu ametukusanyisha hapa siku ya leo kwa jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua Mungu ako na mipango myema juu ya maisha yangu, juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua Mungu anaenda kutenda jambo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Najua Mungu ataenda kukomboa mtu siku ya leo. Najua Mungu ataenda kutuokoa siku ya leo. Pigia Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Haleluya. Mna furaha kweli? Sana. Patia Charles. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anapoinuka na jeshi lake, hawezi kupiga watu wa Mungu. Watu wa Mungu, Mungu amewazingira. Wamezingirwa na damu ya Yesu. Mpendo, umezingirwa na damu ya Yesu siku ya leo. Damu ya Yesu imekuzingira siku ya leo. Damu ya Yesu imezingira familia yako siku ya leo. Damu ya Yesu imezingira kazi yako siku ya leo. Damu ya Yesu imezingira biashara yako siku ya leo. Damu ya Yesu imezingira kazi yako siku ya leo. Haleluya. Damu ya Yesu imezingira watoto wako siku ya leo. Ambia Mungu asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. Exodus 14 verse 12. Hebu tusomee mpaka 14. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa majina ni Charles, Profesa Mwinjilisti. Kabla hujasoma tafadhali. Kabla hajasoma, najua kila mtu anakuambia afungue Biblia yake. Mimi napenda watu wakisoma pia, msiseme tunaongea mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hawana Biblia. Watu wengi hawana silaha. Watu wengi hawana silaha ya kupigana na yule mwovu shetani. Shetani anapoinuka, wewe hauna silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Simu uko nayo ya 20,000, lakini Biblia ya 1,000 wewe hauna. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekaa Mombasa muda mrefu. Ulikuwa na Biblia zikikuja hivi town, Waislamu wananunua zote, ili Wakristo wengine kutafuta wasizipate. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wanataka tu Biblia waweke kwa nyumba, zikae tu hapo, ili ukienda soko usipate Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema nini? Wanajua ni kitu gani kimeandikwa pale, na hawataki ukisoma. Hawataki ukisome. Tafadhali ndugu na dada, kama unataka Biblia, it's just 1,000. Umuone ndugu yangu hapa, simama tu. Simama ndugu yangu uonekane. Kama unataka Biblia ya Kiswahili, ya Kizungu, ama lugha yote unataka, tafadhali muone, na najua Mungu atakubariki. Let's go. Bwana asifiwe. My Bible, enda. Kila mtu abebe Biblia yake. Umefika hapo sasa. Usinibebesi. Wamesema tufungue pale, ningoje. So my Bible, Umekaunti ni ngapi? Umeziona? Sawa. Jiulize ni kwa nini au una yako. Mimi niko na yako. Kutoka mlango wa 14 kuanzia mstari wa 12 hadi 14 pia inasema hivi: hatukukuambia tulipokuwa huko Misri, tuache tuwatumikie wa Misri? Ingekuwa vyema zaidi kwetu kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. 13. Mose akawajibu Waisraeli, msiogope, simameni imara, nanyi mtauona wokovu Bwana atakaowapatia leo. Hawa Misri mnawaona leo, kamwe hamtawaona tena. 14 ambao ni mstari wa mwisho. Bwana atawapigania ninyi, nanyi
nanyi mnatakiwa kutulia tu. Amen. Mungu anataka tu tulie tu. For those wale ambao wana notebook, God is going to make a way where seems to be no way. Bwana Yesu asifiwe. God is going to make a way where seems to be no way. God is going to make a way siku ya leo. Mungu anaenda kutengeneza njia. Mungu anaenda kutengeneza njia mahali pasipo usipotarajia kama kutakuwa na njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wakawa wanamnunukia Musa. Before pale Mungu aliwatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Bwana Yesu asifiwe. Kuwapeleka katika nchi yao. Na Mungu akawatoa kutoka pale Misri. Mungu akaleta the angel of death. Akapita Passover. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wana wa Israeli wakawa na furaha sana kwa sababu Mungu amewatoa katika nchi ya utumwa. Wana wa Israeli wakajawa na furaha kwa sababu Mungu amewatoa katika nchi ya utumwa. Lakini pale tumesoma saa hii tunaona wakilalamika. Kwa sababu gani? Hiyo furaha haikukaa sana. Hiyo furaha ilikaa tu siku 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku 3 wakawa jangwani wanaelekea makwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakawa wanaambia Musa, they started murmuring unto Moses, wakimwambia kule ambapo umetutoa kulikuwa afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Huku umetuleta hakuna maji, huku umetuleta hakuna chakula, huku umetuleta hakuna chochote, huku umetuleta ni jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawa wanalalamika, wakasahau Mungu alikuwa na wao, wakasahau Mungu alikuwa tu pamoja na wao. Wakawa wanauliza Musa, mbona umetutoa katika nchi ya Misri? Ungetuacha tu huko tutumikie wa Misri. Mbona unataka tukufie hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akawaambia nini? 14 inasema hivi. 12. Mstari wa 12 au mstari wa 12. Hatukukuambia tulipokuwa huko Misri, tuache tuwatumikie wa Misri. Tuache tuwatumikie wa Misri. Hatukukuambia tukiwa huko Misri utuache tuwatumikie wa Misri kwa sababu sisi hatutaki kwenda. Ingekuwa vyema zaidi kwetu kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingekuwa jema sana sisi kutumikia wa Misri. Ingekuwa jema sana sisi kukaa katika nchi ya Farao kuliko kutupeleka tukuje tukufie hapa jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kulalamikia Musa. Lakini Musa akawaambia nini? 13. Musa akawajibu Waisraeli. Musa akawaambia Waisraeli, msiogope, simameni imara. Do not fear, stand firm. Nanyi mtauona wokovu Bwana. And you will see the salvation of the Lord. For the Egyptian you see. Hawa Misri mnaowaona leo. For the Egyptian you see today. Kamwe hamtawaona tena. Kamwe hamtawaona tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuja kuambia siku ya leo wa Misri ambao unawaona siku ya leo hautaenda kuwaona tena. Wa Misri ambao unawaona siku ya leo hautaenda kuwaona tena. Shida ambayo unapitia siku ya leo hautaenda kuiona tena. Shida ya kazi ambayo unapitia siku ya leo hautaenda kuiona tena. Tatizo ya mtoto ambayo unapitia siku ya leo hautaenda kuiona tena. You need to stand still. You need to stand still. You need to stand still. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa tu usimame wima na umuombe Mungu. Umpatie Mungu shida zako.
Hapana lalamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana lalamika. Ambia jirani yako, hapana lalamika tena. Hapana lalamika tena. Hapana lalamika tena. Hapana lalamika tena. Unaona waambii majirani. Hawataki, wanataka kukaa na shida zao. Hawataki, wanataka kukaa na shida zao. Ambia jirani yako, hakuna kulalamika tena. Hakuna kulalamika tena. Hakuna kulalamika tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Waisraeli wakaanza kulalamika. Wakilalamikia Musa. Musa, umetutoa katika umetutoa Misri. Umetutoa kote huko Egypt. Tukuje tukufie hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaenda kufa. Hautaenda kukufa Misri. Hautaenda kukufa katika mji wa Mandela. Hautaenda kuteseka katika mji wa Mandela. Hautaenda kuteseka tena katika mji wa Mandela. Kazi tutaenda kupata katika mji wa Mandela. Tutaenda kufungua biashara katika mji wa Mandela kwa sababu tunatumikia Mungu mkuu. Haleluya. Musa akawaambia msilalamike. Msilalamike. Msilalamike kwa sababu hao wa Misri mnawaona, hao ambao wanatufuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamtawaona tena. Hamtawaona tena. Hamtawaona tena. Shida ambayo unapitia utaiona tena. Matatizo unapitia hautayaona tena. Haleluya. Mungu anaenda kutubariki. Mungu anaenda kuwa nasi. Kama Mungu alituleta hapa katika mji wa Mandela, hawezi kubali tuteseke. Hawezi kubali tuteseke. Mungu hawezi tutoa kule kote tupite karibu 10 kuja kuteseka hapa. Haiwezekani. Haiwezekani. Lazima Mungu atende jambo juu ya maisha yetu. Lazima Mungu atuokomboe. Lazima Mungu atukomboe na Wamisri. Lazima Mungu atuvukishe katika bahari kwa sababu yeye alipotutoa kule Misri alikuwa anajua kuna bahari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima alijua kuna bahari na alikuwa anajua, alikuwa amefanya calculation yake. Alikuwa anajua vile tutavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akapeana samaki kwa Jona akavuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atapeana samaki kwako siku ya leo. Atapeana boat ni nini? Mashua. Atakupatia mashua ya kuvuka siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atasimamisha maji na ukanyage tu juu ya maji ukitembea kwa sababu lazima kuwe na suluhu yako ya kukuvukisha mahali pale. Hawezi kuleta hapa ukuje kuteseka. Hawezi kukuleta hapa Red Sea ukuje kuteseka. Lazima kuna jambo fulani. Amen. Haleluya. Lazima Mungu atuvukishe. Lazima Mungu atuongoze. Lazima Mungu atulinde. Lazima Mungu atuongoze katika mji huu wa Mandela. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wana wa Israeli wakaanza kulalamika. Wakilalamikia Musa. Musa, umetuleta kutesekea hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu na dada, usilalamike kwa sababu Mungu anajua vile utavuka. Mungu anajua vile atakuvukisha ile kipande kingine. Mungu ana mipango miema juu ya maisha yako. Kama alikuleta hapo Red Sea, anajua vile utavuka. Kama alikuleta katika bahari, yeye anajua vile utavuka. You just need to stand still. Stand still and see the salvation of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. The salvation of the Lord. The salvation of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wana wa Israeli walikuwa nadhani sasa Farao na jeshi yake, kwa sababu walikuwa wamewafuata, walikuwa nadhani wamekufa. Walikuwa nadhani sasa yao kwisha, lazima warudishwe katika nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu walipofika pale, walikuwa makili zao waliona hakuna njia nyingine. Hakukuwa mashua pale, hakukuwa samaki. Bwana Yesu asifiwe. Wao walipofika pale walidhani imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Wao walidhani mambo yao yamefika mwisho. Walisahau furaha walikuwa nayo. Walisahau Mungu alikuwa amewakomboa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ataenda kuwakomboa katika ile bahari. Walisahau. Nakuja kukutangazia siku ya leo. Don't forget. Usisahau kule Mungu amekutoa.
Kule Mungu amekutoa usisahau. Kule Mungu amekutoa usisahau. Yale makuu ambayo Mungu amekutendea usisahau. Kwa sababu yeye anaenda kukuongoza. Mungu anaenda kukulinda. Wapendwa, Mungu anaenda kukulinda. Mungu anaenda kuwa na familia yako. Mungu anaenda kurejesha familia yako. Mungu anaenda kukukomboa. Mungu anaenda kukuinua. Mungu anaenda kukuongezea. Mungu anaenda kukupanulia biashara. Mungu anaenda kukuongezea kazi. Mungu anaenda kukua na wewe na watoto wako. Sisemu umekuja Mandera miaka 10, miaka 5 hujaenda nyumbani, fedha imekosekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda huko unajua hili siku ya leo. Nataka nikuambie siku ya leo, kama Mungu alikuleta hapa Mandera, yeye anajua vile utaenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Majeshi wetu, Mungu ambaye aliwaleta hapa, anajua mtatoka hapa mkiwa safe. Mungu anajua vile mlikuja hapa mtatoka hapa mkiwa safe. What you need to only to stand still. Simama tu wima. Simama wima aje. Muombe Mungu, mtumikie Mungu na moyo wake wote, kwa sababu hiyo ndio jambo tu alikuumba. Mungu alikuumba tu mtumikie. Hii mambo ingine ya kuhubiri, hii mambo ingine ya uimbaji, hii mambo ingine ya biashara ni kuzidishwa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu alikuumba tu muombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na najua Mungu ataenda kuwa nawe. Mungu anaenda kukulinda. Usiogope Red Sea. Red Sea ni mahali pengine pazuri sana. Red Sea ni mahali pazuri sana. Shida ni nzuri sana. Matatizo ni mazuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu inakufanya ujue kweli. Wale kama Mungu alinitoa hapa, akanileta hapa, akanitoa hapa, akanipeleka pale. Kweli mimi na familia yangu lazima tumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tumwabudu Mungu. Lazima tumwabudu Mungu. Katika maisha yetu lazima tumwabudu Mungu. The Lord will fight for you, and you have only to be still. Then the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the people of Israel to forward. Lift up your rod and stretch out your hand over the sea." Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia, "Mbona unalia? Mbona unalia? Siku ya leo mbona unalia? Kwa nini unalia?" Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anajua vile atakuvukisha mahali pale. Kwa nini unalia? Na Mungu anajua vile atakupeleka kiwango kingine. Mungu anasema usilie. Mungu akaambia Musa, msilie. Nyorosha fimbo yako na upige maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Piga maji. Na Musa akapiga maji. Na kukawa na njia. Wana wa Israeli wakapita katika nchi kavu. Wana wa Israeli wakavuka ng'ambo nyingine. Wana wa Israeli wakavuka pande hiyo nyingine. Wana wa Israeli wakavuka na furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wakavuka. Siku ya leo unaenda kuvuka. Kama huyo Mungu tu wa hiyo enzi, hizo enzi, huyo Mungu tu ndio tunaabudu siku ya leo. Huyo Mungu atatuvusha wapendwa. Huyo Mungu ataenda kuwa nasi siku ya leo. Huyo Mungu anaenda kutuongoza siku ya leo. Huyo Mungu anaenda kutulinda siku ya leo. Katika hii barabara utatembea. Katika mji wa Mandera utapanuliwa. Katika mji wa Mandera utainuliwa. Katika mji wa Mandera utafanya kazi. Amen. You just need to be still. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wakavuka. Huku jeshi ya Farao wakiwafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akatengeneza njia pasipo njia. Mungu akatengeneza njia pasipo njia. Na wana wa Israeli wakavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli wakavuka. Walikuwa wanadhani hakuna njia, lakini Mungu akatengeneza njia mahali pale. Wakavuka. Wakavuka kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenda kuvuka kwa furaha siku ya leo. Farao anapokufuata na jeshi lake, utaenda kuwa mshindi. Farao anapokufuata na jeshi lake, siku ya leo utaenda kuwa mshindi, kwa sababu Mungu ataenda kutengeneza njia mahali pasipokuwa na njia. Mungu ataenda kutuma Mungu ataenda kutuma msaidizi akuja
usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe. Haleluya. Usiogope kwa sababu Mungu anaenda kusimama na wewe. Mtu mwingine aliniambia hapa Mandera Brale asifungua kazi. Hapa haiwezekani. Ile hao watu vile wanakaa hapa, hauwezi fungua kazi hapa. Jamaa akaniambia huwezi endelea. Huwezi endelea Brale kama wewe si Muislamu. Huwezi endelea na kazi na biashara hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nakwambia siku ya leo tutaendelea hapa, tutapanuliwa hapa, tutazeekea hapa kwa sababu Mungu ambaye tunamwabudu anaenda kuwa nasi. Mungu ambaye alituleta hapa anajua vile tunaendelea. Mungu ambaye alituleta hapa anajua vile. Amen. Atatufusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema hakuna kufanya kazi hapa. Wakristo hii mtu hakuna kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema tutafungua biashara. Wakasema tutafungua biashara. Wakasema tutafungua biashara. Inaendeleaje? Kazi inaendelea vizuri. Ndugu amesema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaendelea. Mungu ataenda kutupanulia katika mji wa mbele. What you need is you need to stand still. Focus. Na uangalie msalaba. Kwa sababu katika msalaba hapo ndio kuna kila kitu. Hapo ndio kuna uponyaji. Hapo ndio kuna kupanuliwa. Hapo ndio kuna baraka. Hapo ndio kuna kila kitu ambacho mwanadamu anataka kwa msalaba tu. Wapendwa, usiogope. Don't even mama. Don't mama. Kwa sababu Mungu anajua kama alikuleta hapa, anajua vile utaendelea. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Don't be afraid of the Red Sea. God has a plan for you. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofika pale Red Sea kukawa na shida ya kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa don't be afraid. Usiogope kwa sababu ya bahari. Usiogope kwa sababu Mungu anajua vile utavuka. Mungu anajua vile utavuka. Don't be afraid of the Red Sea because God has a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Israel thought they will die in the Red Sea, but God had a plan for them. The Red Sea is important. Waisraeli walidhani watakufia pale. Wanaisraeli walidhani watatesekea pale katika Red Sea, katika jangwa. Lakini vile sisi tunaambiwa nini? Tusiogope. Kwa sababu Mungu ako na plan. God has a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa tu tumuombe. Tumuite kila wakati. Tumulilie. Tumwabudu kwa haki na kweli. Kwa sababu nothing is impossible. Nothing is impossible to God. Nothing is impossible to God. Matthew 19:26. Nothing is impossible. Hakuna jambo Mungu linamshinda. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo Mungu ambalo linamshinda. Someni. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mathayo mstari wa 26. Mstari wa 26. Lakini Yesu akawatazama akawaambia, kwa mwanadamu jambo hili haliwezekani, lakini mambo yote yanawezekana kwa Mungu. Amen. With men this is impossible, but with God all things are possible. With God all things are possible. Amen. Magonjwa ambayo madaktari wamekuwekea, ambayo wanadhani uko nayo, with God everything is possible. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything is possible. Everything is possible. Ambia ndugu yako everything is possible. Possible. Kila jambo linawezekana. Ambia jirani yako kila jambo linawezekana. Kwa Mungu. Kwa Mungu, sio kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa waganga, kwa Mungu kila jambo linawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. In God everything is possible. Watu wanaweza dhani haiwezekani. Madaktari wanaweza dhani hiyo ugonjwa uko nayo haiwezekani.
Watu wanaweza sema hiyo biashara umefungua haitawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakuja kukutangazia siku ya leo, everything. Bwana Yesu asifiwe. Ukimjulisha Mungu, kila kitu kinawezekana. Kila kitu kinawezekana katika maisha yako. Kila kitu kinawezekana katika maisha yako siku ya leo. Amen. Ukimjulisha tu Mungu. Ukimwita Mungu na umpatie shida zako. Umwambie Mungu, wewe niko hapa. Wewe unanijua. Wewe unatujua. Wewe unatujua. Kutana na hitaji ya moyo wako. Hakika Mungu akiwa juu mbinguni, Mungu akiwa juu mbinguni, lazima asikie kilio chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ninasema tumuitishe chochote tu ambacho tunataka. Anything that we want. Na yeye anaenda kutupatia. Tukimwambia tupatie kazi, anaenda kutupatia. Tukimwambia tupatie biashara, anaenda kutupatia. Tukimwambia tupatie watoto, anaenda kutupatia. Tukimwambia tupatie biashara, anaenda kutupatia. Tukimwambia tupatie kazi nzuri, huyu Mungu ataenda kutupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo patia Mungu shida zako. Kwa sababu hakuna jambo gumu kwake. Hakuna jambo ambalo linaweza mshinda. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho ni kigumu kwa Mungu. Hakuna jambo gumu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. What is there is, wewe sahau ya kale. Ya kale sahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya kale sahau. Kule ambapo ulitoka sahau. Yes. Ulikuwa mlevi sahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ulikuwa malaya sahau. Yes. Mimi ni wale watu walikuwa unaingia kwa club tunaacha 20,000. Tunalewa. Bwana Yesu asifiwe. Tunalewa, tunatapika. Unashindwa, hii ni kazi gani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya mwisho nilipotapika hivi, nilisema pombe, kila kitu mimi nimewacha. Bwana Yesu asifiwe sana. I used to drink. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa naingia, usinione, nilikuwa naingia hivi, tunakunywa, tunakula kuku, tunalewa usiku yote, lakini mimi hapa na ubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jambo gumu kwa huyu Yesu. Sure. Ukimpatia tu maisha yako, anaenda kukubadilisha. Ukimpatia tu shida zako, ukimwambia Mungu niko hapa. Ukiniangalia hivi unadhani kuna miaka ngapi? Niko na miaka ngapi? 48. Haleluya. Sinakaa tu kijana mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Miaka 10 hivi mimi nilikuwa tu hapa Mandera. Miaka 10 na kitu. Lakini shida ikatokea, nikasema hapana, mimi Mandera hapana. Ile kitu nimeona Mandera nikasema hapana, 2011. Hii ngoma tu inapigwa hapo tu mnaanza kulalamika. Ngoma tu inapigwa hapo mnaanza kulalamika. Ile shida ilikuwa hapa 2011, 2012. Haungepata mtu kama nyinyi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu akaturejesha, akaturudisha hapa. Mungu akawasema hapana, utatembea, utembee. Sidhani kama kuna mtu ametembea kama vile nimetembea. Hakuna mtu ametembea vile nimetembea. Hii Afrika nimetembea. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Afrika nimetembea. Nimetembea country nyingi sana. Lakini Mungu akasema unarudi tu hapa Mandera. Unarudi hapa Mandera. Mahali ambapo nilikuwa nasema sitarudi. Mahali nilisema mimi Mandera sitawahi kanyaga. Lakini ona siku ya leo. Mimi niko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mipango yangu ilikuwa nisije nikawahi rudi Mandera. Nilikuwa nikisema mimi Mandera hapana. Lakini ona hapa siku ya leo. Niko hapa Mandera. Na sitoki. Wala wanasema mimi niko hapa sijui nitafute transfer niende. Sijui niko hapa miaka kidogo mimi nikipata kile changu niende. Mimi niko hapa mpaka niretire. Hakuna mahali naenda. Niko hapa mpaka 45. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa. Chama yanasema tuko hapa. Hakuna mahali tunaenda. Wewe ukitaka kwenda ukiona kumekuwa kugumu sana, ukiona shetani ameinuka sana, umkimbie, wewe kimbia. Ni kama huko hayuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi, mimi na chama tuko hapa. Na mama Pamela. Hata transfer hakuna, tuko hapa. Haleluya. Tuko hapa, Lea tuko hapa.
Tuko hapa, tunaenda kubarikiwa hapa. Katika madhabahu tunaenda kubarikiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi tuleta huko Nairobi, atutoe Nairobi, mji mzuri, atulete hapa kuteseka. Lazima Mungu ako na mipango mema juu ya maisha yetu. Lazima Mungu ako na mipango mema juu ya maisha yako. Lazima Mungu aende kukuinua katika mji wa Mandera. Hatuendi mahali. Tuko hapa. Tunakuja maji ya chumvi. Hatuendi mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. You just need to forget. Forget. Kwa sababu Mungu kile kitu anaenda kukupatia ni cha ajabu. Isaiah 43. Forget the former things. Ulevi ambao ulikuwa nao, forget. Shida ambazo ulikuwa nazo, forget. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Isaiah mlango wa 43 mstari wa 18 hadi 19 inasema hivi: msiyakumbuke mambo yaliyopita, wala msiyatafakari mambo ya zamani. 19 tazama, nitafanya jambo jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalitambua? Nitafanya njia jangwani na vijito vya maji katika nchi kame. I will make a way in the wilderness and the rivers in the desert. Jambo ambalo ukiangalia hivi unaona hapana. Leo ukiangalia hivi unaona hapana. Hiyo hapana, hiyo ni story. Hiyo hapana, hiyo haiwezekani. Mungu anasema anaenda kutengeneza njia in the wilderness na ataenda kutengeneza mito. Bwana Yesu asifiwe. Katika desert. Nyinyi mshaona desert? Kuna mtu hapa ashaona desert kweli? Niulize mimi. Nimeona desert. Desert. Bali ukiangalia hivi hakuna mti. Ukiangalia hivi ni mchanga tu sands. Ukiangalia hivi yani hakuna mahali unaona green. Mungu anasema mahali kama hapo anaenda kutengeneza mto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwake hakuna kitu kisichowezekana. Amen. Kwa Mungu hakuna kitu kisichowezekana. Kwa Mungu hakuna kitu kisichowezekana. Siku ya leo hakuna kitu ambacho utakosa katika mji wa Mandera. Amen. Kwa sababu ukimuitisha Mungu kitu chochote anaenda kukupatia. Amen. I will make a way in the wilderness. Mahali ambapo ni pagumu, mahali ambapo ukifikiria tu hivi unasema hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. God will provide a boat. Ukifika tu katika bahari, God will provide a boat. Bwana Yesu asifiwe sana. He provided a fish for Jonah. Kama alipatia Jonah fish, ikamvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Mungu tu wa hizo hezi ndio tunamwabudu siku ya leo. Amen. God helped Jesus to walk on water. But for Israelites, he split it. Bwana Yesu asifiwe sana. Aligawanya maji kwa wana wa Israeli ili wapate kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. He made a way where there is no way. Mahali ambapo hapana njia katika bahari, akawezesha wana wa Israeli kuvuka. Akatengeneza njia na wana wa Israeli wakavuka katika nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Mungu siku ya leo anaenda kutengeneza njia yako. Huyo Mungu siku ya leo anaenda kutengeneza njia kwako. Kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwangu. Kwangu. Mungu anaenda kutengeneza njia. Mungu anaenda kutengeneza njia mahali ambapo unadhani hakuna njia. Mungu anaenda kufungua njia. Kama alifungua njia wakati wa Israeli, Mungu anaenda kufungua njia siku ya leo. Kama alifungua njia wakati wa Jonah, anaenda kufungua siku ya leo. Kama alimwezesha Yesu kuvuka, anaenda kutuwezesha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. You just need to stand still. Simama tu wima. Usiogope. Simama tu wima. Usilalamike. Simama tu wima. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda kutengeneza njia. Siku ya leo Mungu anaenda kutengeneza njia. Wapendwa, Mungu anaenda kutengeneza njia. Mungu anaenda kutengeneza njia sana. Mungu anaenda kutengeneza njia. Tusimame. Mungu anaenda kutengeneza njia. Mahali ambapo tunadhani hakuna njia, Mungu anaenda kutengeneza njia siku ya leo.
Mahali ambapo ni pagumu, Mungu anaenda kutengeneza njia siku ya leo. Mahali ambapo tunafikiria hatutaweza, Mungu anaenda kutuwezesha siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo sisi tunadhani haiwezekani, Mungu anasema inawezekana. Mungu anasema inawezekana. Mwanadamu anaweza dhani haitawezekana, lakini Mungu anakuambia siku ya leo inawezekana. Mungu anakuambia siku ya leo inawezekana. Siku ya leo inawezekana. Siku ya leo inawezekana. Simama tu wima na umwombe Mungu. Umpatie Mungu shida zako. Umpatie Mungu familia yako. Umpatie Mungu kitu ambacho unapitia. Umwambie Mungu, niko hapo. Niko hapa siku ya leo. Kutana na mahitaji yangu. Niko hapa siku ya leo. Bariki familia yangu. Niko hapa siku ya leo. Bariki kazi yangu. Niko hapa siku ya leo. Bariki biashara yangu. Kukue kungumu namna gani? Lazima Mungu, lazima upate wateja, kwa sababu umeweka